Mimi labda tu nikwambie, hii nyumba haiuzwi kama unavyofikiria wewe, na hii nyumba ni mali yangu mimi, sio ya mteja wenu. Hii nyumba imeandikwa na hati zangu mimi, jina langu mimi. Labda hapo cha kufanya umtafute mteja wako uliyemkopesha pesa na sio hii nyumba. Sio, tumeelewana? Kijana, sijui kama unachokizungumza na kifahamu. Laiti ingekuwa nyaraka hazisomi kwa mhusika tuliyemgea pesa, sidhani kama tungeweza kufanya makubaliano na kasaini vile. Maana yake sisi mpaka tumetoa mkopo na dhamani imekuwa ni nyumba, basi nyaraka zote zinadhihirisha kabisa kwamba tulimpatia mkopo ndo mmiliki wa hii nyumba. Sio, unaelewa? Tafadhali, mpaka sasa hii nyumba hauruhusiwi kwa kufanya shughuli ya aina yoyote, iko chini yetu. Na tayari wiki ijayo tunaingiza kwenye promotion ya mauzo kwa ajili ya kurejesha deni. Kwa hiyo usilisahau hili. Siku njema. Yanaumiza, moyo unaumia, hakuna anayejua ninachopitia. Yanaumiza, lakini nitapona siku moja. Kimya kimya, Ee Mungu, nisikie hata kidogo, nipe nguvu ya kuendelea. Maumivu yamejaa moyoni, lakini bado nina tumaini. Yanaumiza, moyo unaumia, hakuna anayejua ninachopitia. Yanaumiza, lakini nitapona siku moja. Kimya kimya. Za saizi Zamida, safi. Vipi wewe? mi salama. Vipi kaka, mbona kama unaonekana una furaha, sura yako haina nuru? Kuna shida gani? Kwa sababu toka ninafika hapa unaniangalia tu, hata hujaje kunipokea kwa furaha. Nashindwa kuelewa hapo, afu nakuona ni mnyonge, sijui una shida gani? Dada, siwezi kuwa na furaha. Watu wa benki wamefunga nyumba yetu na wameniambia muda sio mwingi wataleta promotion, watauza nyumba. Watu wa benki? Hapo basi sijui niseme sijakuelewa vizuri. Yaani watu wa benki unamaanisha nini? Au kuna kitu chochote ambacho mimi sikifahamu kinachoendelea hapo kwa shangazi? Iko hivi. Mama alichukua mkopo kwao. Na alichukua mkopo bila kunishirikisha. Sasa alivyoshindwa kurejesha ile pesa, ndio akaamua kuniambia. Na ndio sababu ya mimi kumsafirisha kumtoa mazingira haya. Sasa hili swala hapa katikati
ilikuwa limekaa sawa, lakini leo wamekuja wametia kufui. Sasa kaka, mbona hukuniambia? Tumeongea kwenye simu vizuri tu, mbona hujaniambia tu kama mapema nikajua hili? Kipindi tunaongea kwenye simu walikuwa bado hawajafika nyumbani na sikuwepo nyumbani. Baada ya kumaliza kuzungumza na wewe, nimefika muda sio mwingi ndio nimekutana nao hapa nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi ndio wametoka na wamefika. Yanaumiza. Yaani mimi nimetoka nyumbani nikajua huku nakuja kwa shangazi kupumzika na kuja huku nakutana na mambo mengine. Mtihani kwa kweli. Sasa hapo sijui tunafanyaje. Moyo unaumia. Nimepata wazo. Mimi na rafiki yangu nimesoma naye chuo. Pale kwake anakaa peke yake. Ngoja nijaribu kumpigia hapa, nijue anatusaidiaje. Hakuna anayejua ninachopitia. Yanaumiza, lakini nitapona siku moja. Kimya kimya. Natembea peke yangu, gizani sina mwanga. Nilitegemea upendo, ukawa chanzo cha maumivu yangu. Nilikupa moyo wangu wote bila hata kubakiza. Leo nimesimama hapa, sina hata pa kuanzia. Maisha yamenigeuka. Hadi. Hadi. Tara. Bibi. Wewe. Jamani. Nilikumisi sana. Nilikumisi pia kipenzi. Kama tulivyoongea kwenye siri. Nimefurahi jamani. Nimefurahi pia. Karibuni. Karibu. Karibu. Karibu ndani. Karibu. Asante. Right? Happy birthday to you, my wife.
Tana, pole kwa matatizo rafiki yangu. Asante. Maana hiyo changamoto ni kubwa sana, lakini wewe jisikie tu uko nyumbani. Yaani hapa mtakaa mpaka mtakapokaa sawa, na hata kama mkisema mnataka mwendelee kukaa tu, hamna shida. Jisikie uko nyumbani rafiki yangu. Nashukuru sana rafiki yangu. Yaani katika marafiki zangu wazuri, wewe ni namba 1. Nashukuru sana kwa kutupokea. Na ninashukuru sana kwa ukarimu wako. Niseme tu hilo tu, linatosha. Hamna shida. Karibu. Shukrani. Ulisema anaitwa nani? Huyu hapa ni kakaangu, anaitwa Matembele. Ni kakaako. Aha, karibu. Tana, matatizo yako ni yangu, sawa rafiki yangu? Kwa hiyo yani hata usijali. Kwanza mimi nilikuwa peke yangu, kwa hiyo huu ujio wenu mimi nimefurahi sana. Mimi naomba nikawatengenezee chakula muonge, halafu tupate chakula kwa pamoja, au unasemaje? Wewe unajielewa Pendo? Au unahitaji vijimaude fulani vikuweke sawa? Unajielewa mimi mwenyewe. Nani kakwambia mimi nataka wewe ujali siku yangu ya kuzaliwa? Alafu umeona wewe ndo zawadi mimi na deserve? Bado ndogo sana kwa makosa unayotendea. Sio mambo zangu hivi vitu. Hizo takataka zako hizo, nenda kampatie yule aliyokupa ushindi wa mabao hayo 2. Sijui moja lilipokuwepo. Mimi nimeshuhudia mabao hayo 2. Kwa kazi aliyoifanya, sijui alikaaje, sijui ulimwekaje, sijui alijitumaje. Hiyo ndo zawadi yake. Ndo ana deserve hiyo zawadi. Sio mimi. Mke wangu. Mke wako nani? Wewe uko timamu kweli kichwani wewe? Ivan, uko timamu? Wewe uko sawa? Wewe ni mke wangu. Zawadi sio kitu ambacho unapanga wewe. Mimi nimeona kwa uwezo wangu, kwa siku yako maalum ya kuzaliwa, nimbebea mke wangu hichi kitu. Light ningejua unahitaji gari, shopping, ningefanya hivyo. Lakini hiki nimefanya kwa upendo. Tafadhali kabla upokee zawadi yako. Nisikilize. Itakuwa nzuri pia. Sawa. Basi utaingia kukuoga, sawa? Sawa, asante, nakupenda eh? Nawapenda pia. Simamisha hii dunia nikufate kisha kukukumbatia, ukinipa nafasi najihisi nakosea, au ndo nagundu sana kila nachofanya na kuboa. Wangu waridi waridi nikunetika kusu. Mimi sihitaji hili vitu. Mimi nakutaka pale. Yaani pale mimi ndo vitu vyangu. Vile mimi ndo kitu nataka. Pale. Unanielewa ninachokizungumza? Mimi nataka ufundi wa pale. Nataka yule mume wangu pale. Sio wa vizawadi kama hivi. Kwa hiyo mimi uniletee simu ufundi upeleke huko. Si ndio? Kwa mimi nahitaji sana simu. Hii simu ndo itanifanya mimi nishuke.
Hivi nyinyi wanawake ni binadamu wa design gani? Kila siku mna rangi tofauti. Yaani Zawadi imerefa na sababu nyingine pale. Ni vitu haingia akilini. Okay, niwekeze nguvu yangu yote pale kwenye kukufurahisha kitandani. Kwa hiyo unanifokea sasa? Unanifokea na kuuliza? Ivan, nisikilize nikwambie. Kama nilikuwa nataka hivyo vitu, sijui nilikuwa nataka vitu gani, ningebaki kwa wazazi wangu. Alafu pia nikukumbushe, sishindwi kujinunulia vitu vidogo vidogo hivi. Ila kuna vitu mimi mwenyewe siwezi kujipa mimi mwenyewe. Wa kunipa ni wewe, mume wangu. Yaani siku hizi umekufa kabisa. Yaani huna mpango, huna hisia na mimi. Hisia umepeleka huko. Sasa Ivan, huyo ndo anahitaji hiyo simu. Huyo ndo anahitaji kupongezwa kwa juhudi alizozifanya. Kama ndo aliweka miunofeni, kama ndo alifanyaje, ulimwekaje, sijui ulimbiduaje, whatever. Hey! Nini? Basi. Mfano. Nahitaji amani. Nahitaji tu tuwe sawa, nahitaji tuelewane. Mimi sihitaji kuwa mgomvi wako nyakati zote tu tunapishana. Mimi nahitaji furaha. Nahitaji kukuona muda wote ukiwa na furaha kama awali. Nikifika basi unipokee, unijulie hali ninakotoka, kazi zimekwendaje. Tafadhali mkangu, sihitaji ndoa yetu iwe subiri, nahitaji iwe sukari, nahitaji asali. Mkangu, hizo sababu za subiri kuelezea kila kitu. Yaani umenikosea. Nikukuta na kondom kwenye suruali yako, uja unifokee. Wewe, mimi sitaki hivyo vizawadi vyako. Hivi unanichukuliaje Ivan wewe? Unije na kondom zimetumika, sasa hivi unije na kisimu chako kidogo unaambia mke wangu nini? Chupi. Yanaumiza, moyo unaumia, hakuna anayejua ninachopitia. Yanaumiza, lakini nitapona siku moja. Kimya kimya. Matembele. 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 Mate. Samahani dada. Namuulizia huyu mkaka anaishi humo, anaitwa Matembele. Sio nimemkuta? Ameshahamu. Ameama? Kama siku 3 nyuma hivi. Na hata pia hiyo nyumba babako ndo alionunua. Mbona nichanganya? Matembele ameama, babangu ndo kanunua nyumba, nachanganyikiwa ujue. Kuna usielewa nini dada? Babako ndo alionunua hiyo nyumba. Na huyu Matembele unanihitaji. Amehama, hayupo yani. Kiufupi hayupo, hahama. Yaani babangu. Sasa mani dada, asante. Baba. Baba. Baba.
Hivi baba, yule mtoto watu kakukosea nini? Kakukosea nini haswa mpaka ukamtendea yale? Umemfukuza kazi, umeona haitoshi, umeenda kununua nyumba yao. Hivi ni kitu gani hasa alichokukosea mpaka ukamtendea yale? Hivi wewe umepata wapi ujasiri kama huo wa kuongea na mimi baba yako eh? Na yule kijana amekufanya nini? Amekulisha nini mpaka unatoa maneno makali eh? Maneno hayo sio ya kumwambia baba yako, mzazi wako. Unaongea, unatamka maneno kutoka moyoni mwako kumweleza baba yako. Mimi unanitamkia hivyo eh? Ee Mungu, nisikie hata kidogo. Sikia nikwambie baba, nafahamu kila kitu kukuhusu, na ninajua kwamba hizi mali ni za kwangu, sio za kwako. Kila kitu jua nafahamu. Sasa baba, kuna matatu kati ya mawili ya kuchagua. La kwanza, mrudishe kazini. La pili, rudisha nyumba yao. Na la tatu, ukishindwa kufanya hayo yote, nitataifisha kila kitu, kitarudi kuwa kwenye himaya yangu. Yanaumiza. Alafu tuone utalingia nini cha kuwanyanyasia watu. Yanaumiza. Moyo unaumia. Wewe mtoto, kamdomo wako katakupoza. Umenisikia we mtoto? Chunga mdomo wako. Unanijua mimi ni nani? Mimi unanijua ni nani? Hii dunia kubwa, utafumba macho. Yanaumiza. Moyo unaumia. Hakuna anayejua ninachopitia. Yanaumiza.